One mgoshi hivyo nizunguke hivi mitashini na kuondeza kiasi mumangu asikuona. Na hiyo one mgoshi nambazo uniambie uniashiza nifuja kukundia ndia kulele jamani. Kumbuke siku ndo anti ni ikedu hono ule ngwenye. Haya wakina ndio nambazo uniambie. Niambia au wakina ndai jamani. Nenye haya kwa mtu za mumangu. Haya ni wakina ndai. Kwenda na vipi? Hebu niacheni. Ataki nani? Mimi sijamtafuta mtu. Ni malaya. Malaya? Ina maana wewe ndio unaona unamwona mtu malaya, si ndio? Kipindi hicho nyuma una katika miuno ulikuwa unamwona mtu malaya, si ndio? Sasa leo nitakuonyesha. Sasa sikilizeni. Huyu sio wa kumuacha, wa kumchangamkia. Wanaume kama hawa dawa yako ya changamkia tu. Ushawishi mbaya usitawale maisha, chagua marafiki wa kukuinua juu. Mke na mume wajengane kwa upendo, familia iwe nuru ya jamii. Heshimuni ndoa na wazazi wenu, baraka zitawafuata siku zote. Nelka na Neema wakapata amani. Samu na Nyundo. Nisa ni kuandalia mavazi. Nilijua una kazi, sikutaka kusubua. Sasa unajua nini? Leo mimi naondoka kwenda kazini. Lakini nikirudi basi nitakusaidia kazi za nyumbani. Ndio unapokupendaga mume wangu. Yes, unajua mimi nakupenda. Wewe ndio kila kitu. Yaani muda wote nakuona, nasikia na enjoy, natabasamu sana. Sawa. Unajua mimi nakupenda. Wewe ndio kila kitu. Najua. Halo sio na hofu. Nikutakie kazi njema. Asante. Yaani mimi nakuja sio na hofu. Sawa. Ukija unipeza. Kulikuwa na marafiki watatu, wakiishi kwa umoja na matumaini. Nelka alimpenda Neema kwa moyo wote, akaiheshimu ndoa yake kila siku. Lakini Samu na Nyundo walimcheka. Samu, inaonekana Nelka anampenda sana mke wake. Hivi ulisikia walichokiongea? Nilisikia vizuri. Ni lazima wapenda nao kama wale wapendao. Alafu sitoshe, wale ni mke na mume. Nyumba yao inaonekana na amani sana. Na upendo na mimi. Nilikuwa najiandaa. Nini rafiki yangu? Kiukweli usitufiche chochote. Kwa sababu tulivyokuwa tumekuja pale, tumeshuhudia kwa macho yetu na tumesikia kwa masikio yetu. Yaani unajua Nelka, ukizidi sana kuendelea kuonesha upendo mzuri kwa mkeo, utakuwa mjinga. Au unasemaje? Ndio hivyo. Utuo ni upumbavu. Inastakiwa mwanaume, simama kwa nafasi yako. Sio mwanamke akutawale Nelka. Ujinga tu. Jamani, niwaulize kwanza. Hivi mwanaume kuonesha upendo kwa mwanamke inakosa gani?
Si ni kawaida mwanaume aoneshe upendo kwa mke wake. Lakini sio wewe umezidi. Wewe Nelka umezidi. Huo upendo. Hata kama mchanganyikiwa. Sasa mimi naona tusiponde muda jamani. Tunaelekea kazini. Tuachane na hayo. Tuondoke. Haya. Hiyo ndio upunguzi. Umefika sasa, si ndio Yeah, ndo kufika. Hivi, hicho kuagiza umefanya? Anajiandaa. Nipo najipanga. Sasa nakwambia hivi, naomba uende kisimani, urudi, uoshe vyombo. Na ukimaliza hapo, uende ukate kuni. Kitandani. Ya, lazima kitandani. Kazi, uchovu, unaisha hapo huko. Kwangu. Hebu acha masiara yako. Mimi naingia ndani. Nikitoka nisikukuti. Unajua tu mambo ya kitandani. Ile kufanya kazi unashinda. Sawa, nitavyosha mkono. Yangu. Ipanga wewe. Kachote maji. Kisha vyombo. Huyu mwanaume nimetoka nimemwachia kazi za kufanya, lakini ninavyoonyesha hajafanya hata kitu kimoja hapa ndani. We Sam! Sam! Fiu! Ukiwa mbali. Ukiniita naitika. Afuta kimasiala. Sana mbali. Yaani mimi muda hata nakuita, wewe umekaa tu huko ndani, umekaa tu relax kabisa, mpaka sauti ya mwisho naitoa. Maana yake nini? Sio kama nimelala mke wangu na sio kama nimerelax. Nipo ndani. Kuna melodi fulani hivi niko naziandika, ili mradi mke wangu ukifika, nikutumbukee. Yaani nikuimbie radhi wangu nyanga mkali aini, filigiso na mani. Wewe una akili timamu kweli wewe? Yaani wanaume wenzio wanapambana kufocus kupitia maisha yao na familia zao waendeshe vipi? Wewe umekaa ndani, naendesha mistari yangu mke wangu. Wewe una mstari gani wewe? Mke wangu yuko kitu usichokijua kwamba wao wanapambania maisha yao. So because for me, tunapambania maisha yetu. Wanapambania nini? Kwa hiyo ukiona mimi ninachokipambania. Wanapambana na maisha gani? Yaani unakipambania nini hasa? Kwanza unanikomaza, kaniletee kiti nikae. Na? Fiu, kaniletee kiti nikae, uelewi au? We Samuel, unaondoka nimekuruhusu. Jamani mke wangu, mimi nikajua tayari nishamaliza jukumu langu. Nikamwona rudi ndani tena nimalize melodi zangu. Kuna ubaya? Kwani wewe akili wewe una wewe? Yaani wewe akili yako sijatoa unaanzaga nini? Hapo unaenda kwa mstari gani unaenda kuandika au kaeleweka? Ukoje? Kaniletee maji ninyo. Maana naona kabisa unanikausha sauti, damu, kila kitu.
haya maji uyachokonoa haya. Hujatia vidole haya maji. Hujatia vidole haya maji. Wife material. Unazungumzia kutia vidole, kuchokonoa maji? Mke wangu sawa sawa kama tumechokonoana mke wangu. Yaani nimefanya hivyo kwa sababu hata kama nimefanya niongeze ladha tamu ya mapenzi kati yangu mimi na wewe, au itakopo haijakaa sawa hapo. Kwa mimi ninywe maji ya kuchokonoa wewe. Yaani umeatia vidole unataka mimi ninywe. Wewe unajua nitakuogesha. Wife material, nisikilize. Taratibu. Niko nakutania tu. Unataka nikutanie? Mimi na enjoy jua nikiwa nakufanyia masiara kama hivi. Nafarajika ndani ya mtima. Mtima yenyewe tunaita mtima ndani ya moyo. Kwanza nilipotoka nilikuachia kazi gani hapa? Umekucha. Nifanye usafi. Kwa hapa ndo mazingira ya mtaani haya. Umeyaweka sawa, si ndio? Usafi, eti usafi. Yaani nilikuwa namalizia kuziandika zile melodi zangu, alafu kisha ndo nianze kuzifanya hizo pilika za hapa na pale. Unanipanda kichwani? Unanizoea sana siku hizi, si ndio? Yaani mimi nakuachia kazi za kufanya, ninavyoondoka nikirudi nazikuta hivyo, ndo maana yake nini? Kachukue fagio uje ufagie hapa nje. Ya mke wangu. Na enjoy, yani napata raha fulani hivi. Amazing vile unavyoniingiza ndani, unanitoa nje, unaniingiza ndani, unanitoa nje. Bwana kachukua fagio bwana. Enjoy kabisa. Kula tu. Fanya kazi Nataka nifagie mimi. Wewe mwanaume ukoje wewe? Yaani mimi nihangaike nikuhangaikie wewe na bado nirudi nyumbani niendelee kufanya usafi. Halo. Habari yako? Safi, niambie. Sawa, hii nyumba ya 200,000. Hapa nahitaji. Sawa. Bora kukuta. Sana sikia kwamba. Wewe mtu unaye hapa? Sawa, basi nakuja. Wewe naye hapa tena. Haya. Hey, mume wangu. Mimi muda wote nakutafuta, kumbe umejikalisha huko nje. Ila kuna mtu amenipigia simu. Muda si mrefu nitatoka. Unatoka tena? Mke wangu. Tumshukuru Mungu. Anaweza kukufanyia wepesi kwa kila jambo ambalo utakalofanya. Ni kweli. Alafu pili, tumshukuru Mungu, mwanetu Nelka amebahatika kupata mwanamke ni mzuri na familia iliyokuwa na upendo. Pale ni jambo la kushukuru sana. Ni jambo la msingi sana. Sababu familia nzuri mara nyingi huwa ipende. Lazima watokee watu wabaya waifanyie mabaya. Ila tu Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na sisi. Ni kweli mume wangu. Sisi wazazi hatupaswi kuongea maneno mabaya kwa watoto wetu. Tunatakiwa tuwaweke mikononi mwa Mungu ili waishi vizuri na maisha yao yasonge mbele. Sawa. Hilo la heri. Tumshukuru Mwenyezi Mungu atuweke salama. Sawa mke wangu. Basi mimi mwache nikuache. Naelekea hapo nilipoitoa. Nyundo. Hivi umeona Nelka sasa? Siku hizi anatamba na mke wake.
Yaani unajua sasa kabadilika sana. Mwenyewe nashangaa. Nataka tumbadilishe. Kwani hii tabia ya kutamba na mke wake popote pale na mke wake sio poa. Nasitakiwa tumbadilishe. Unaonaje hilo? Sawa. Kwa kuhusu hilo tu wala usiwaze. Kulikuwa na marafiki watatu wakiishi kwa umoja na matumaini. Marafiki zangu, boye bilobi penza na koza kimwasi na ngama be na makambo ile kema kike lobi na makambo isama kilobi. Antuka mimi sikumfurahisha mke wangu. Unajua ni rafiki yangu Neka? Yaani kwa kitu ulichokifanya. Yaani ningependa kwamba kama kuna sehemu ulipunguza basi zidisha, ongeza zaidi ya hapo. Au unasemaje? Ndio hivyo Nelka. Unajua mwanaume anatakiwa utishi. Kwa kiumbe cha kutisha kama sisi tulivyo. Sio kwa mzembe Nelka. Ndio. Unapokuwa mzembe ndio mwanamke anasili kukudharau. Ndio maana mimi nitaka leo tutoke paka usiku wa manane. Mpo serious? Yeah. Usiku wa manane Tina butu. Ushawishi mbaya usitawale maisha. Chagua marafiki wa kukuinua juu. Mke na mume wajengane kwa upendo. Familia